that I've just read there, how prices are being inflated and then passed on to the consumer. I mentioned, for example, you'll find that you're being charged 217 shillings, but actual price would be 187 shillings. Now, where we are not sure is how that 30 shillings is being distributed, who is the beneficiary. But I've also explained to you how the whole of this process was conceived, how it was then executed, and how it is actually hurting the consumer down here. You'll find, for example, that ships are taking a very long. They're waiting when letters of credit have not been confirmed, incurring demurrage charges. The demurrage charges themselves have also been increased. It used to be $45, $1,000 per day. It is now $70,000 under this deal. And all that is being passed on to the consumer. So what is happening here is a complete rip-off. People are paying for air, and these people are very happy with this. Langu ni ombi tu kama unaweza fafanua kwa lugha ya Kiswahili ujumbe wako kuhusiana na swala nzima la mafuta. Tumesema kwanza tuliambiwa ati hii mpango ni serikali na kwa serikali. Yaani ndio kwa Kiswahili inaitwa G2G, government to government. Lakini thibitisho iko hapa ya kwamba sio mpango ya serikali kwa serikali. Serikali ya Kenya hajaweka mkataba na serikali ya Saudi Arabia au ya Emirates. Hii ni kati ya wizara ya kawi, yani ya wa Kenya, na makampuni moja ya Emirates na nyingine ya kule Saudia, moja inaitwa Aramco. Alafu sasa wao hapa makampuni mengine matatu wamepewa kandarasi. Hakuna mtu anajua vile hizo kandarasi lipewa. Manake zamani kulikuwa na kitu ambacho inaitwa open tender system. Mimi kama nimeshakuwa waziri wa kawi wakati mwingine, chini yangu tulikuwa tunafanya makampuni yote ya kuuza mafuta walikuwa wanakubaliwa kushiriki kwenye tenda. Kufanya tenda, alafu unachukua yule ambaye kuna bei ya chini zaidi. Sasa hiyo kampuni ile inapewa ruhusa ya kwenda kuleta mafuta na kuwauzia wale makampuni zingine hapa. Ikifika tena baada ya miezi mitatu, hiyo tenda nyingine inafanyika namna hiyo. Lakini sasa hiyo imetolewa. Sasa serikali ndio inanunua kutoka katika hizo makampuni mawili ya Saudia na ya Emirates, alafu inakuja kuuzia watu hapa. Lakini hata hakuna ubaya na hiyo. Kinafanyika ni kwamba katikati hapo wameweka vikwazo zingine, alafu ujanja zingine hapo ambayo wanazidisha naye bei. Kwa hivyo bei inakuwa juu zaidi kuliko kama ingekuwa inakuja under ile OTS system. Na hiyo bei yote inapitishwa kwa mwananchi. Mwananchi huko chini inabeba hiyo mzigo. Kwa sababu ya yote pale ambayo wao jamaa wanakula, hapo katikati hapa kuna hii panya ambayo inakula hapo katikati, hiyo ndio inasukuma kwa wananchi hapa. Na kwa kila lita ambayo unanunua kuna shilingi 30 ambayo imewekwa zaidi juu yake. Na hiyo inakuliwa na hao watu katikati hao. Ndio tumemwambia Bwana Ruto, utuambie sisi hao watu ni kina nani? Na kwa hiyo unawajua, wewe ndio uliwaweka pale. Kwa sababu gani umeweka hao pale? Wananchi wanaumia hapa chini. Na swali Mheshimiwa Raila Odinga.